Popote uliko, ninashukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye Mungu ambaye anatupa uzima, anatupa kibali, anatupa roho wa neema, roho ambaye sisi tunatumia kufanya miujiza yake katika anga la utumishi. Ninashukuru Mungu pia kwa umbali huu ambao yeye mwenyewe ameweza kutuleta, na anatufahamu vizuri tu. Bwana anatufahamu, na wewe pahali uliko Mungu pia anakufahamu. Na nakushukuru tena kwa sababu yeye ameweza kukusimamia siku nzima, na leo ni siku ya 142 na ni siku ya 22 katika mwezi huu. Tunashukuru Bwana kwa umbali wote ambao yeye ametuleta. Kila wakati unaposimama katika neno, kuwa tayari kwa kufundishwa. Kuwa tayari kufundishwa. Kwanza wewe ambao unanifuata hapo, ninaomba kwamba Mungu akaweze kukufungulia malango, akakufungulie kibali, na akakuonyeshe njia ambayo utakayofuata hata wakati maisha yatakuwa magumu, katika jina la Yesu. Zaidi ya yote, ninatambua kwamba Bwana aliyetuleta huku na Bwana aliyetusimamisha tangia dunia ilipoumbwa atakusimamisha mpaka mwisho wa dahari. Father, in the mighty name of Jesus, yeyote ambaye atakayesikia neno hili, wacha Bwana ukaweze kumzingira na damu ya Yesu. Wote Bwana waliokusanyika katika nyumba hii, Bwana simama pamoja nao, na wote walio katika mitandao, roho ya neema ukaweze kuwapa nguvu mpya juu ya maisha yao, manake wewe ndiye Mungu utendaye, na wewe ndio Alfa na Omega katika maisha yao. Asante Mungu wangu, kwa hakika umetenda, na ni kwa pendo la Yesu Kristo ninaomba hata na kushukuru, na sote tuseme amen. Pia niko hapa, ninataka nikuongeleshe kwa sababu ya mambo kadhaa, na sitakuwa mrefu sana, ila kuna mtu anaitwa Ebed-Meleki. Ebed-Meleki ni mtu ambaye hakuwa mfalme, hakuwa nabii, hakuwa mtu yeyote. Alikuwa tu mfanyakazi katika nyumba ya mfalme Zedekiah in Judah. He was just in a palace. He was just an Ethiopian servant and official in the palace of the king of Zedekiah. But this man was there during the time of Jeremiah, and during the time of Jeremiah, many people were against the Lord, and Jeremiah was teaching the word of God, so many people were against him. Na akafika wakati Jeremiah akashikwa. Sasa wakati Jeremiah alishikwa, akaenda akafungwa. But watu walikuwa wamenyamaza, kwa sababu watu wengi during that time many were against the Lord, so many went silent. But this guy Ebed-Meleki did not go silent, did not allow Jeremiah to go through suffering. Na ndio huyu mwanadamu ambaye alimsave prophet Jeremiah. Shalarande sedeba parende sikata. Huyu Ebed-Meleki, he was used to save prophet Jeremiah when Jeremiah was arrested and many were silent. Akaenda kwa mfalme, alisikia uchungu sana, akaenda kwa mfalme akamwambia, nipe nafasi niende nikakomboe huyu kijana. Na wakati alienda kwa mfalme, na mfalme akampa ruhusa. Na wakati mfalme alimpa ruhusa, alienda. In fact, alienda akaomba ruhusa. Help me with that Bible. Chap. Yes, hiyo.
Thank you. Yes. When you read the book of Jeremiah, hapo ndipo story ya this Jeremiah 38. Tutafika hapa haraka. Mwelekezi wangu ataanza kunipotezea wakati na mimi sitaki, nitajisomea mwenyewe, ninyi mtulie tu, utasikia neno. When you read the book of Jeremiah chapter 38 verses number 6, what does that the Bible says? Jeremiah 38 verses number 6. Then they took Jeremiah and cast him into a dungeon of Malikiah, the son of that name, Hemelech, that was in his court of the prison, and they let down Jeremiah with words. And in the dungeon there was no water but mire. So Jeremiah sank in the mire. Ya kwamba walikamata Jeremiah wakampeleka katika gereza, na pale hakukuwa na maji, tulikuwa tuna ukame. So Jeremiah akawa amefungwa mahali pale. And this man by the name Ebed-Meleki akaenda kwa mfalme Zedekiah akamuuliza, naomba ruhusa niende nikamuokoe mtumishi wangu Jeremiah. Niende nikaokoe mtumishi anaitwa Jeremiah. Watu wamesimama na watu hawataki salarende basolia. Watu hawataki shekataya la barande. Hawataki kuongea. Watu hawataki kuongea. Wamemwacha Jeremiah yuko tu. Lakini baada ya hayo Ebed-Meleki akapewa ruhusa na akasimama akasema, ninaenda kuokoa Jeremiah ambaye ni mtumishi wa Bwana. Jeremiah 38 verses number 7. Now when Ebed-Meleki, the Ethiopian one, which was in the king's house, heard that they had put Jeremiah into a dungeon, the king then sitting in the gate of Benjamin, Ebed-Meleki went forth out for the king's house and spake to the king, saying, My lord the king, these men have done evil in that they have done to Jeremiah the prophet, whom they have cast into a dungeon, and he is like to die for hunger in the place where he is, for there is no more bread in the city. Jamaa kaangalia akasema, Jeremiah tukiendelea kumwangalia hivi ataendelea kufa. Ndipo akaomba ruhusa na akaruhusiwa. Na wakati aliruhusiwa alienda, alisimama na kuombea sana upate mtu atakayesimama katika maisha yako. Wakati utakuwa hauna chochote, mtu Bwana mtume aangalie maisha yako na aje akusaidie katika jina la Yesu. Usikose, usishindwe, na wakati unashindwa Roho wa Bwana anajua akutumie msaada na akutumie njia mpya utakayopitia wakati haukuwa na chochote. Mfalme alipeana permission. The king gave out a permission for the rescue of Jeremiah. The king gave out a permission for Ebed-Meleki to go and save Jeremiah. I'm praying for you wherever you are. May God raise somebody who will come for your rescue in the mighty name of Jesus. I'm praying for you wherever you are. Let God raise a person. Let God raise a man. Let God raise a person who will stand in the glory and come for your rescue in the name of Jesus. Hallelujah. Salande,
Bwana akusimamie sana na akutetee. Jeremiah 38 verses 11 to 13. 11 anasema, so Ebed-Meleki took the men with him and went into the house of the king under the treasury, and took old cast clouds and old rotten rags, and let them down by cords into the dungeon of Jeremiah. Sasa hapa Ebed-Meleki ameshachukua wanaume wengine tayari kwenda kumwokoa Jeremiah kwa yale maisha ambayo alikuwa anaishi, maisha ambayo hakuwa na maji, alikuwa kwa gereza, hakuwa na chakula chochote pale gerezani. Ebed-Meleki amesimama, anachukua wanaume, anaenda kumtetea Jeremiah, mtumishi wa Bwana. In the mighty name of Jesus, Mungu akuletee msaada. Mungu akuletee msaada. Mungu akuletee msaada katika maisha yako. Na kwa sababu Ebed-Meleki amesimama kwenda kuokoa mtumishi wa Bwana, when you read Jeremiah 39 verses 18, and the Lord says that I will be with you because of your faithfulness, kwa sababu ya ukweli wako na uaminifu wako na kuwa na moyo wenye utu, nitakulinda kwa hiyo njia ya kwenda kumwokoa kwa kwenda kumwokoa Jeremiah. Siku ya leo Bwana anakutumia mtu. Bwana anakutumia mtu wa kuja kukuokoa katika maisha ambayo unaishi, katika hiyo njia ambayo unaishi. Mtu anatumwa siku ya leo. Mtu anatumwa katika jina la Yesu. Mtu anatumwa. Salarande pasolia. Bwana anatuma msaada. Kuna mtu kwa sababu ya uaminifu na moyo wa utu ametumwa kwa maisha yako. In the name of Jesus atakuja kukuokoa. Pendo lako la milele litasimama. Salarande katika jina la Yesu. Haleluya. Ebed-Meleki anasimama, anasema ninaenda kumwokoa Jeremiah. Bwana akuletee mtu atakaye kuokoa kwa maisha yako. Salaraba. Wakati utakuwa hauna chochote, Bwana ainue mtu. Wakati utakuwa chini ya vifungo, magonjwa, Bwana ainue mtu. Bwana akainue mtu katika maisha yako. Bwana akakuletee msaada. Elia alitumiwa kunguru. Bwana akamwambia, salakata parosia, umekaa hapa, ninakuletea msaada. Ninakuletea, simama unywe na ule. Kule ambako unaenda ni mbali sana. Mtumishi wangu, simama, usichoke na usishindwe. Bwana akuletee msaada in the name of Jesus. Salaraba. Bwana hata kuacha uhangaike. Sakatararaba. Hata kama utakuwa mgonjwa kiasi gani, kuna mtu atasimama kwa damu ya Yesu. Kuna mtu atasimama kwa neema ya Baba. Anakuja kukusimamia, anakuja kukuokoa katika hiyo njia. Hata kama kuna vita, Bwana anainua mtu. Kuna mtu Bwana anainua in the name of Jesus. Anakuja kwa sababu ya kukuokoa wewe. Rapose le marande. Kuna mtu anasimama siku ya leo, anakuja kukutoa kwa hiyo jela ambayo uko ndani. Salaraba. Iwe ni magonjwa, iwe ni vita, iwe ni mishale ya shetani, Roho Bwana anatuma mtu.
kwa sababu ya uaminifu ya watu. Na ukiwa mtu ambaye unasaidia, Bwana atasimama na wewe. Bwana akakuondolee majeraha. Bwana akakuondolee majeraha. Baba akakuondolee majeraha. Saba. Bwana akuondolee majeraha na akupe amani. Yeremia amekaa hana chochote, kumbe kuna mtu pali anasukumwa aende amsaidie katika njia ambayo uko ndani. Bwana asukume mtu wa Mungu aje kutoe katika hiyo hali, in the name of Jesus. Kama unanielewa, kwa mikono yako juu na useme, Baba salaba, naomba msaada, naomba neema, naomba nguvu. Inua sauti yako, naomba nguvu, naomba na msaada kwa jina la Yesu. Watu wa online, Mungu awabariki sana, na popote uliko na kuombea njia yako ifanyike nyepesi. Yeremia yako kwa jela, lakini kuna mtu pahali anataka kwenda kumsaidia. Na siku ya leo jioni ya sasa, ninatangaza katika njia zako hizo ambazo zimefungwa, zipigwe. Njia ya shetani ipigwe, mitego ya shetani ipigwe, laana za shetani zipigwe, ushirikina upigwe, uachiliwe na utoke kwa gereza la shetani katika jina la Yesu, in the name of Jesus. Sema, ninakataa, sitakaa chini ya vifungo vya shetani kwa jina la Yesu. Hakuna kukaa. Watumishi wa Bwana hawatakaa chini ya vita, hawatakaa chini ya mishale, hawatakaa chini ya ujanja na waibilisi, in the name of Jesus. Akarababosaya. Jeremiah 38. The rescue of Jeremiah. The rescue of Jeremiah by Ebed-Melech. Rabosia. Bwana anatuma mtu, anatuma msaada, anatuma, whether anakujua hakujui, anakuja, whether yuko hayuko, anakuja, in the name of Jesus. Bwana anakutetea leo, hakuna siku nyingine. Today is your miracle. Today is your miracle day. Sala raba sialaba. Bwana yeye ndiye mtakatifu tu, na yeye ndiye atakaye kutumia msaada. What do you learn from God? Kwa hiyo story ya Ebed-Melech na Jeremiah. Jeremiah anashikwa, watu wananyamaza. Mtumishi mmoja tu anainuka anasema, naomba ruhusa niende niokoe mtu wako pale gerezani. Kuna mtu wako pale gerezani anahitaji kuokolewa. Zedekia akapatiana ruhusa, na Mungu akamwahidi Ebed-Melech, kwa sababu umekuwa mwaminifu nami nitakulinda. Ebed-Melech akachukua wanaume akaenda nao, wakaenda wakamwokoa Jeremiah. Nataka ujue kwamba katika njia yako Bwana anatuma msaada. Hata popote umekaa, chochote ambacho unafanya, ukiona kwamba hakuna msaada tena, jua kwamba kuna salaba. Shangilia Bwana. What do you learn from God with that story? Number 1, God sees hidden faithfulness. Bwana anaona uaminifu ambao umejificha. Kuna mtu anaangalia tu anasema, haya maisha huyu mtoto anaishi si maisha mazuri. Haya maisha yenye mtoto anaishi si maisha mema. Hidden faithfulness. Kuna watu waaminifu katika maisha yako. It's not everybody is unfaithful to you. Kuna wale waaminifu na wametumwa na Mungu. Lakini usiwe mwepesi wa kuamini watu, kwa sababu watu wamekuwa kama wanyama, wanageuka kila wakati. Wanageuka. Watu wanageuka. Saidia tu mtu na umsaidie na umwache. Lakini usimsaidie expecting kwamba naye atakusaidia. Achana na. God sees hidden faithfulness. Matthew 6:4.
Anasemaje? Kwa haraka. Matthew 6:4. Mwelekezi unachelewesha. Achana nayo ndasoma mwenyewe. Matthew 6:4. Hata maybe umekuwa Facebook. Amwanze kutembea na Biblia ambazo si za simu. Sababu Matthew 6:4. And your Father who sees what is in secret will reward you. Baba aonaye wema wako ulio asiri atakubariki. Baba anayesimama na kuangalia wema wako atakubariki. Kuwa mwema tu kwa watu. Kuwa mwema kwa watu. Masea. Kuwa mwema kwa watu. Kama utashindwa kuwa mwema kwa watu, then na wewe msaada wako utakuwa chini sana. Yeremia alikuwa anasaidia watu, ndio maana kuna mtumishi mmoja anainuka tu. God sees your faithfulness. Even if it is in the secret, God sees it. Na atasimama na atakuokoa katika jina la Yesu. Many servants work without recognition. Watumishi wa Bwana wengi wanaabudu Mungu, wanafanya kazi ya Mungu bila hata kujulikana. Mtu anataka mtu ambaye ameshakuwa. Watu wanataka watu ambao wana trend huko juu. Kina Pastor Ezekiel, Pastor Nganga, Pastor whatever. But hawa watumishi wa chini hawa hawajulikani. But one day, wewe mtumishi wa Mungu, kaza mwendo. Hata hawa watumishi wakubwa walianza tu hivyo. Kaza mwendo, utasonga na utafika pale katika jina la Yesu. Many servants work without recognition. They pray and help others, encourage people, serving in the church, but don't expect to be recognized with the people, because watu wanaweza kuunga mkono kwa lengo la kukuvunja mguu, na watu wengi siku hizo wanakuunga mkono ili wakuvunje mguu. Only God who sees hidden labor will reward you. Bwana ndiye anajua. Ukisaidia wewe, saidia na uende. Sianze kutangazia hapa kwamba wewe unajua kusaidia. Saidia na uende. Saidia na uachane naye. Saidia na usahau. Saidia na usijipige kifua. Bwana mwenyewe atakubariki tu. Lakini ukianza kusaidia, ukianza kutupigia kelele hapa, utakuwa unafanya kazi ya bure katika jina la Yesu. Na wewe unaposaidia, Bwana akuletee msaada wako kwa jina la Yesu. True servants stand for truth even when others stay silent. Watumishi wa Bwana wa kweli watasimama kwa ukweli, hata kama wengine watasimama nasema no. Hata kama kutakuwa na vita za kupingwa, watasimama na wanasema no. We have to be faithful, truth and justice enough. No biasness in the ministry. The servants of God, no biasness in the ministry. Hakuna unfairness in ministry. Kemea mtu kama hataki kuomba, mwambie aende nyumbani. Acha kusumbua watu. Wewe ukija hapa ujue kama umekuja kuomba. Usije hapa na ukuje ukae chini, utaenda kwako, kwa sababu hapa ni pahali pa kuomba tu. Ukiwa na matatizo yako, leta kwa madhabahu hapa, na Bwana atakusaidia na atakutetea. Sala barande pasole. True servant will stand even if others will remain silent. Ukiona mwenzako anapigwa, the true servant will stand on his truth. Hataanza kuungana na watu kwa sababu watu wamesema, ati watu wa kanisa wamesema nenda kaa kwako. If you don't want to stand on the truth, go and sit at your home. But the true servant will stand on the truth even if others will remain silent. Yeremia anakamatwa, watu wananyamaza kimya, lakini Abed-Melech anasimama, anasema naenda kumwokoa. I'm going to rescue that man. The true servants will stand on the truth. Hata kama watu wengine watakuwa na wapiga, watasimama.
na usitarajie kuwa na utumishi wa flyover. There is nothing like that. Jua kwamba kuna tindo, kuna nyundo, kuna nini. Sisi wengine wetu tumepigwa kila sehemu, hata tunajikaza tu kusimama kwa sababu ya utumishi wa Mungu. Kwa jina la Yesu. Tagelea. The true servant. Na kuombea sana usimame katika njia ya Bwana. Usimame na Bwana, even if watu watanyamaza kwa kuteswa kwa mtu pahali. Salabande tarosia. Usimame na uende usaidie ule mtoto mjane. Kuna watu hata hawana malazi. Wewe uko na mattress unaanza kusumbua hapa watu. Kaa na mattress yako na unyamazi. Kwa jina la Yesu. Kaa na mattress yako na unyamazi. In the name of Jesus. Angalia Bwana. Proverbs 31 verse 8. Speak up for those who cannot speak for themselves. Ongea kwa niaba ya watu ambao hawawezi kuongea. Jeremiah ako kwa gereza, ataongeaje? Jeremiah amekamatwa. Wewe uko na njaa, utaendaje kwa matajiri na kuanza kujigamba? Hauna chochote, utaendaje na uanze kujigamba? But if you are able to speak for those who cannot speak for themselves, my dear, my brother, my sister, my child, my son, my daughter, rapasele marande, go and speak for those people who cannot speak for themselves. Kuna watu ambao hata hawawezi kujiongelesha. Kuna watumishi wa Mungu anafika pahali hawana hata mtetezi yeyote, hawana hata mtu wa kukaa pamoja naye. Watu wamewaruka, wamewakataa. Lakini watu wakati wa shida mnakimbia hapa ili mtumishi wa Mungu aombe. Baada ya kuombea mnamwacha, mnamsahau. Anabaki akinywa uji kwake, anakuja kukuombea. Anakuja strong tea kwake, anakuja kukuombea. Makata laba. Proverbs 31:8. Speak up for those who cannot speak for themselves. A servant of God does not follow a crowd. They stand for justice and righteousness. They don't follow a crowd. Kuna mtumishi ambaye anaenda na watu, hapo ni hatari. Mimi I cannot entertain such. Kaa chini we mama, acha kusumbua watu. Hili neno lazima ulisikie. They don't follow a crowd. Why? You should only follow a crowd that is on the truth. But the crowd that is not on the truth, leave it. Na hata kama nukuwafukuza waambie waende, ili kanisa libaki kwa usalama, ili kanisa libaki na nguvu kwa jina la Yesu. A servant of God does not follow a crowd, but they stand on justice and righteousness. Sija hapa na masuti yako na vyakula hapo ukiniletea watumishi wa Mungu kadhani kwamba mimi sitakukemea. Nitakukemea, na ukitaka beba hizo vitu zako nenda kaa nazo kwa nyumba yako. Ukileta tu be ready. Ukifanya makosa, we just stand on justice and righteousness. Ukikuja hata na blanketi na maduve zako kwamba umenibarikisha, mimi nitakuombea tu baraka. Lakini wakati utafanya makosa, tutakukemea tu kwa upendo. Hautakugombanisha, kwa upendo tu, na Baba anayekupenda na kurekebisha. Kwa jina la Yesu sema amen. Yes, Baba anayekupenda anakurekebisha kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Trust in God. He brings divine remembrance. God specifically remembered Ebed-Melech. Hebrews 6:10. Waebrania 6:10. God is not unjust. He will not forget your work and love you
and love you, and the love you have shown him. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him. Bwana ni mtenda haki na atakumbuka wema na upendo ambao umempenda. Wakati unapenda Bwana, Mungu naye atakutumia msaada na atakuwa pamoja na wewe. Hidden service is never forgotten in heaven. Hidden service is never forgotten in heaven. Itasahaulika tu hapa kwa wanadamu. Ndio maana utachukua mwanadamu alikuwa hana chochote, alikuwa hajui chochote, unasimama naye from mwanzo, anafika pahali ameshamea ndevu, ameshajua kuomba, ameshajua kuombea watu, anaombea mtu hapa akaanza anapona, anaona kwamba sasa ameshakuwa juu. Atasahau wema wako. Hidden service is never forgotten in heaven, only in heaven. Wajana mambo na dunia. Wa dunia hata familia wako watakukataa. Hata watu ambao tunaombea hapo wataenda watakukataa siku moja. Watasema huyo mtu ameshapotea huyo. Huyo mtu siku hizi ameisha. Lakini huyo mtu ambaye ameisha ndiye aliyekuombea ukajua kuomba. Na wewe pia utaanza kuombea watu, utafika pahali ukumbuke apandacho mtu ndicho atakachovuna. Utaanza kuombea watu, watafika pahali watasema huyu ameisha. The same wakati uliambia baba yako, nao pia utaambiwa apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukiwa na upendo 100, Bwana atakuja na 100. Ukipanda chuki utavuna chuki. Ukipanda upendo utavuna upendo. Ukipanda kusaidia watu utasaidiwa. Hidden service is never forgotten in heaven. Tenda wema wako, Bwana atakukumbuka siku moja. Online viewers, tenda wema tu. Tenda wema. Nitendee wema kwa kulike, nitendee wema kwa comment, nitendee wema tu, nami nitalike yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe ambao uko kwa kifungo, Jeremiah ambaye ako kwa kifungo, na kuombea sana. Baba yangu wa mbinguni, Baba yangu anayejua mambo yako, Baba yangu ambaye anajua mambo yako ya siri, kwa mambo yote ambayo unasumbukana na kung'ang'ana, Bwana yupo pamoja nawe na anaenda kukutetea katika jina la Yesu. Bwana atakutetea. Bwana atakuletea msaada na Bwana akukomboe. Ninaomba sana wale ambao wameingia katika ibada hii, Bwana awatumie msaada. Bwana awape kibali. Bwana awape nguvu. Bwana atetee njia zenu. Bwana asafishe kila maovu. Bwana asafishe kila ugumu. Aondoe jiwe ambalo shetani amekuwekea mbele, na ubakie huru katika jina la Yesu. Bwana alimkumbuka Jeremiah na akamkumbuka Ebed-Meleki. Na siku ya leo wewe ni Jeremiah, na siku ya leo ni Ebed-Meleki. Naenda kusaidia na utasaidiwa katika jina la Yesu. Bwana asimamaye pamoja nasi, asimame na wewe. Nakuombea sana kwa boma lako, ile hali ngumu ambayo uko ndani, mambo ambayo unayapitia, usijali. Roho Bwana ako pamoja nawe. Ataenda na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Atatetea jina lako, atatetea watoto wako, atatetea familia yako, atakomboa wanandoa, atakomboa wale wagonjwa, atakomboa wale wamama wajane, wale yatima, wale ambao wako na mimba, saa zao za kufika, za kufunguliwa, za kujifungua. Wajifungue salama bila kupitia hali ngumu. Bwana akutende mema. Mungu akuzingire na Bwana akuokoe katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu. Rama. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu hapo. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu.
ako juu, ambia Bwana kwamba amekuwa mwaminifu. Ambia Yesu tu katika njia ya upole. Ambia Bwana mkono wako juu. Mwambie Yesu, hakika nahitaji msaada leo, nahitaji kukombolewa, nahitaji kutoka katika mashimo ya shetani, nahitaji kutoka katika janga la magonjwa, nahitaji kutoka katika anga la vita, nahitaji kutoka katika anga la ushetani, nahitaji kutoka katika anga la mapepo, nahitaji kutoka katika anga la magonjwa. Bwana Yesu akutetee, akuonekanie, Bwana akupiganie, Bwana akuonyeshe njia, Bwana akufungulie malango, Bwana akufungulie, akupeleke viwango. Inua mikono yako juu kabisa, raise up your hands, zaidi ya kichwa chako, inua tena kwa jina la Yesu, na mwambie Bwana kwamba akomboe vile vifungo ambavyo uko ndani, ainue mtu atakayekuja kukusaidia. Oh my Father, ambia watu, ambia Bwana, ambia Bwana, ambia Yesu, ambia Bwana, mwambie tu, mwambie Yesu ya kwamba Bwana unastahili, Bwana unastahili katika maisha yangu. Wewe ndiye Bwana utendaye. Wewe ndio Alfa na Omega. Wewe ndiye Mungu utendaye mambo makubwa. Katika jina la Yesu, hakika wema na fadhili Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Baba milele, daima na milele. In Jesus mighty name. Inua hivi na ufunge macho yako kabisa. Father, in the mighty name of Jesus, wewe ndiye Bwana utendaye. Wewe ndiye Mungu. Bwana Yesu Kristo, okoa jamii hii, okoa wote ambao wameingia katika ibada hii, okoa mfalme amani, okoa watumishi wako, niokoe katika madhabahu haya, nijaze na roho ya wema Bwana Yesu, katika vifungo ambavyo Bwana shetani ametuweka ndani. Bwana Yesu, ninaomba Bwana ukaweze kutukomboa na ukaweze kutulinda kwa damu ya Yesu. Neema yako yatosha, kibali chako chatosha, nguvu zako za Bwana ziandamane pamoja nasi. Maana wewe ndiye Mungu. Asante kwa wema wako, asante kwa roho wako, my Father, because you are the Lord. In Jesus mighty name I pray for you and say amen. Bwana kubariki na Bwana kutende. Online viewers, may God bless you so much. Mungu akutende mema, Bwana akuletee msaada, Mungu akukomboe na akukumbuke tena kuanzia leo. Bwana akukumbuke na akufungulie malango yako. Bwana utakanyaga, kanyage kwa ushindi, kanyage kwa baraka za Bwana, kanyage kwa nguvu za Roho. Bwana akufungulie malango yaliyofungwa na shetani, na Bwana akukomboe. In the name of Jesus. God bless you so much. Share, like, comment, subscribe my YouTube channel, and God will bless you. Bye bye. Finish that.